Karibu kwenye module 6, moduli ambayo tunakwenda kuangalia namna ya kufanya analysis and alignment work in clear strategic focus area for decision making. Tunakwenda jinsi ya kusynthesize au kuprioritize hizo strategic focus area kwa ajili ya kufanya maamuzi, ambapo kwenye moduli hii mambo makubwa tutakayoangalia, kwa nini tunafanya hivi. Objective yetu ni ku-identify key challenges and opportunities pamoja na priorities ili tuzibadilishe ziwe strategic issues ambazo zitatupa mwelekeo wa strategic plan yetu. Kwa nini module hii ina matter? Ina matter kwa sababu bila kufanya prioritization, institution itajikuta inatapanya tu resources zake na matokeo yake ina fail kuachieve matokeo yanayoeleweka. Inafanya tu vitu vingi ambavyo vingine sio vya msingi sana. Kwa hiyo unajikuta mko busy, lakini mwisho wa siku hamna matokeo ambayo mnayaleta kwa sababu resources zinakuwa zimetapanywa tu. Kwa hiyo ina create focus, inatuguide kwenye resource allocation na inatusaidia kuimprove implementation. Alafu module structure ya hii module tutaziangalia key challenges and opportunities. Tutaangalia namna ya kufanya analysis ya hizo challenges and opportunities. Tutakuja kuangalia namna ya kupata strategic issues out of those challenges and opportunities. Alafu tutakuja kusema namna sasa ya kufanya prioritization. Unaweza ukazipata strategic issues nyingi, lakini namna gani sasa una prioritize? Kwa nini? Kwa sababu tunasema always planning is priority setting. Kwa module ina allow a structured process from identification to prioritization. Kikubwa hapa unazi identify, lakini namna gani unakuja unazifanyia prioritization. Issue kubwa kwenye strategic planning ni namna ya kuprioritize issues. Ndio maana unakuja unapata kitu kinaitwa critical issues. Critical manake ulikuwa una issues nyingi, lakini among those many issues then una identify zile ambazo ni critical, zina umuhimu zaidi kwa ajili ya kufanya prioritization, na ndio baadaye utaendelea sasa kufanya allocation ya resources kwenye vitu ambavyo ni critical. Flow yetu tutakuwa tunaenda kwenye evidence, issues na prioritization module. Kwa hiyo itakuwa ina transform evidence tulizozikusanya huko juu na kwenda kuzifanya ziwe prioritized strategic issues. Key concept wakati tunapitia module hii ni kuelewa kwamba tunapozungumzia challenges, opportunities na strategic issues. Challenges hizi ni constraints, vitu ambavyo vinaweza vikatufanya tusiwe comfortable kufanya vile mambo ambayo tunataka kuyafanya. Viko nje ya uwezo wetu, lakini vinaweza vikatufanya tusiwe comfortable kufanya vile vitu ambavyo tunavifanya au tusiweze kufanya. Wakati opportunities hizi zinakuwa ni enabling factors, ni vitu ambavyo vinaweza viko external ya sisi, lakini vinatupa power ya kuweza, tukivitumia vizuri, tunaweza tukileverage, tunaweza tukajikuta tumefanikiwa. Hizo ndio tunaziita opportunities. Kwa hiyo na strategic issues hizo ni for priority focus areas ambazo sisi tutafocus katika kupanga mkakati wetu katika kipindi fulani. Ndio mambo makubwa hapa. Key concept hapa tunatakiwa tujue challenges ni vitu ambavyo vinaweza vikatuconstrain, alafu opportunities ni vitu ambavyo vinaweza vinatupa enabling factors, na strategic issues ni namna ambavyo tumejipanga sasa kukabiliana either na challenges au kuzitap hizo opportunities ili mwisho wa siku tuweze kupata critical issues. Kama kawaida analysis itakuwa grounded kwa kutumia tools ili tuwe consistent kwenye kila tunachokifanya. Na kwa upande wa tools ni kuna tools ambazo nimeziandaa kwa kila tunachojifunza.
kwa kila tunachojifunza nitakuwa ninagawa tools kwa ajili ya wale wanaotaka kupractice, wanaidownload na kufanyia kazi ili uwe systematic kwenye kile unachokifanya. Changamoto kubwa kwenye analysis kutokuwa systematic. Hujui unatafuta nini kwenye analysis. Unapofanya SWOT analysis kwa mfano, unatafuta nini, kitu gani? Unapofanya review of relevant document, una review dira, unatafuta kitu gani? Kwa hiyo kufanya hiyo process iwe structured, nimetengeneza tool kwenye mwongozo ambao naendelea kuuandaa, ambao una guide namna ya kufanya strategic planning, na nimeugawa kwenye module tofauti tofauti. Kwa module hii tunaita ni volume 3, ni volumes not modules. Volume 3 ambayo yenyewe ina guide how to conduct situational analysis. Chapter 2 unaifanyaje? Kwa hiyo nimeenda step by step, lakini kwenye huu mwongozo nimeweka tools za kutosha. So kwa wale ambao wamejoin class ya master class ya online kwa ajili ya kufanya strategic planning, watapata hiyo privilege ya kupata hizo tools. Watapata hiyo privilege ya kupata hizo tools na waweze kupractice. Kwa hata kwenye moduli hii pia kuna specific tools ambazo utakuwa unazipata kwa wale join your class. Na the good thing, class yenyewe is free of charge. Unachotakiwa ni kutuma tu ujumbe kwenye namba ya simu ya 0744 085050. Ukituma hapo utapata utaratibu wa jinsi ya kujiunga kwenye hiyo masterclass. Then ukishajiunga uko ndani unaendelea kuenjoy hizo guidance na tools ambazo zinakuwa zimekuwa attached pamoja na kwenye lesson ya husika. Kwa kama lesson hii kuna module kwenye platform ambayo nafundishia hiyo masterclass, chini yake utakuta nimeweka hizo tools kwa ajili ya kufanya hiyo task ya specific task. So otherwise nawatakieni siku njema na tuendelee kujifunza. Asante sana.